Aisha ni binti ambaye nilikuwa nampenda sana. Aisha ni binti ambaye nilikuwa namhitaji sana. Nilikuwa na malengo yake, nilikuwa na plan naye na nilikuwa na dream naye Aisha, lakini Aisha bwana ni mwanafunzi. Aisha anasoma, Aisha yuko shule na mimi na mahusiano na Aisha. Lakini sasa kwa kwenye mahusiano naye Aisha, hivi tunavyoongea Aisha ana ujauzito. Mbona balaa hilo? Sasa mimi siwezi kupinga ama mimi siwezi kukataa, kwa sababu mimi nina mahusiano ya moja kwa moja na Aisha na nishawahi kufanya naye tu mara nyingi, na kwenye kufanya naye sikumbuki ama sina concentrated nzuri kabisa kwamba nilifanya naye kwa kinga. Yani sisi kinga kwetu tulikuwa ni mbinde sana kutumia kinga, so tukawa tunafanyaga na kufanya. Kwa hiyo ninapojumua kwamba mimi nimempa ujauzito Aisha, kuna 90% ya mimi kuhusika na ujauzito kwa Aisha, kwa sababu ya kwanza mimi kweli na mahusiano na Aisha na tulikuwa tunafanyaga kweli mapenzi, na kwenye kufanya kwetu mapenzi tulikuwa hatuhusiki na issue ya kinga. Kwa possibility kubwa sana ya mimi kumpa ujauzito Aisha. Kwa mimi kwanza kukataa hii kesi ilikuwa ni ngumu, kwa sababu na mahusiano naye na nishafanya naye. Sasa kweli Aisha ana mbona zake na watu zake, lakini sasa kwa hapa huwezi kusema ama huna nafasi ya kusema kwamba eti Aisha ana wapenzi yake pia ama Aisha ana mahusiano mengine sehemu nyingine. Ushahidi huo nikawa sina, ama matamu hiyo nikawa sina. Mimi nimebanishwa mimi kama mimi na naulizwa mimi kama mimi kuhusiana na Aisha. Nimekamatwa kwa ajili ya Aisha na ujauzito, nipo polisi kwa sababu ya Aisha ana ujauzito na mashtaka na nikabili mbele ya Aisha, na mimi natakiwa nijibu mbele ya Aisha na inawezekana kapata hukumu mbele ya Aisha. Sasa mimi baada ya kukamatwa, wazazi wangu waliitwa, familia yangu iliitwa, na kila mtu ambaye anazunguka mimi alijua kwamba mimi nimempa ujauzito mwanafunzi. Kwa hiyo mimi sasa natakiwa kuhukumiwa ama kusomewa mashtaka. Bwana, nikupe siri moja. Familia ya yule binti kidogo inajiweza. Tangu awali nakwambia kwamba familia yao inajiweza, ina uwezo, na baba yake Aisha alikuwa na hasira kubwa sana ama na hasira nyingi sana, na alikuwa hatamani ama hataki kuona mwanawe anaharibiwa maisha ama mwanawe anaharibiwa malengo. Alikuwa anatamani kumuona mwanawe akiwa na pata impact kubwa sana kutokana na elimu, na babake alikuwa anajitahidi kwa namna moja ama namna nyingine kumwekezea mwanawe kwenye elimu. So leo hii mtoto ambaye anaelekezewa kwenye elimu ama mtoto anaelekezewa kwa ajili ya kusoma na kupata maarifa anapata ujauzito. So kitendo babake hakukubali. Kwa hiyo kabisa alizamilia mimi nipotee jela, kwa sababu kwanza kabisa aliwaambia ndugu zangu na ndugu zetu, na aliapa kabisa kwamba atapambana kadri ya uwezo wake, atapambana kadri anavyoweza, atapambana kadri anavyojua na kwa kadri anavyotaka, ili mimi niende nikaozee jela, mimi nikanyie debe jela. Aise, yule baba aliapa. Kwa sababu cha kwanza tu hata kupata dhamana ilikuwa mpweke, kwa sababu kwanza kabisa kesi inahusisha ni kesi kama ya jamhuri fulani hivi, kwa hata kupata dhamana pia ikawa mpweke. Yani unajua ile kwa kupata dhamana pia ikawa mpweke. Kwa mimi sasa nikawa niko tu mahabusu, nipo zangu mahabusu tu, naendelea kutumikia adhabu yangu ama naendelea kusubiria hukumu yangu itoke. So nyumbani walipambana sana. Mmoja mtu ambaye alikuwa atamani ama hataki kuona mimi napotelea jela ama mimi naozea jela ni mama yangu. Bwana, asikwambie mtu, issue ya mama ni kubwa sana. Mama ni mtu pekee sana. Kuna baadhi ya ndugu zangu walinikatia tamaa, kuna baadhi ya ndugu zangu walisema na haki mimi kwenda huko, lakini mama yangu alinipambania kadri anavyoweza. Mama yangu alipambania kadri awezavyo ili mimi nisiende jela. So kuna baadhi ya vitu sisi tuliuza, moja hapo ikiwa ni nyumba. Kuna baadhi ya nyumba tuliuza na kiwanja tuliuza kwa ajili ya kupambania hii kesi. Na kweli bwana, vitu hivyo viliuzwa ili tupambanie hiyo kesi. Kesi nazidi kunguruma na nazidi kuwa na maslahi. Kesi inaponguruma lazima pesa zitajike, na pesa zinatumika.
haswa kwa upande wa mshtakiwa. Kwa hiyo pesa zikawa zinahitajika nyingi sana. Licha kuuza vile vitu vyote viwili, asset mbili za kuuzwa, lakini bado pesa ikawa inahitajika. Lakini mamangu akawa anapambana kadi ya reserve ili mradi aizime kesi. Unajua ile aizime kesi ama ayue hii kesi. Moja kati ya vitu ambavyo mama alikuwa anapambania ama anataka vione, alikuwa anataka kuniona mimi nikiwa uraiani. Mimi siendi jela, mimi siendi jela, mimi siingi kwenye kifungo. Kifungo ambacho mimi kichukua kinanikabili ni miaka 30 jela. Yaani ndio kesi ya kumpa ujauzito mwanafunzi ni miaka 30 jela. Kwa mimi mamangu akawa hataki ama akawa anapambania ama akawa anataka kuona mimi sihusiki ama sihusishwi kwenda jela moja kwa moja. Kwa akawa mamangu anapambana. Alipambana sana na kuna kwenye kupambana kwake basi kesi kidogo kawa inashika matisho na thamani ya kupambana ikawa inaonekana. Kwa sisi pale kesi kwenye unguruma Aisha bwana alifikisha miezi 9 na alijifungua mtoto. Lakini sasa kwenye kujifungua mtoto, yule mtoto alijifungua alikuwa yupo tofauti kidogo. Yaani alikuwa tofauti kidogo yani. Au tofauti na familia yetu. So wazee wa familia waliitwa, wahusika wa familia waliitwa. Wao walithibitisha ama waliona kwamba huyu mtoto sio damu yetu. Huyu mtoto sisi hatuhusu ama hatuhusiki na huyu mtoto. So baada ya pale sasa mama yeye akawa hakubali na akawa amepata nguvu sasa ya zaidi kuipambania ile kesi kwa upande wangu. Na kwenye mapambano yake kwa zidi apopambana kweli bwana ukakuta ule ujauzito haukuwa wa kwangu na mimi mtoto sihusiki naye, baada vipimo vya DNA kuonesha kwamba damu yangu na damu ya yule mtoto haviungani ama haviingiliani. Kwa hiyo mimi yule mtoto sio mtoto wangu. Umeona hapo issue ilivyokuwepo ama hapo issue ilivyokuwa kwamba mimi yule mtoto nimesingiziwa. Kwa kwamba mwanzo wa kesi mpaka mwisho wa kesi ni kwamba sina kosa la aina yote. Mimi nikaachiwa huru kwenye kesi, yani kwamba nilishinda kwenye kesi. Kwamba ujauzito sio kwangu na mimba sio kwangu na mtoto sio kwangu, basi mimi nilishinda kesi. Hichi kitu kiliniuma sana. Kiliniuma kwa nini? Kiliniuma kwa sababu mimi Aisha nilimpenda na baizezi hata nilipokamatwa na nilipokuwa jela sikuumia sana kwa sababu nilikuwa najua kosa langu ama kosa nimefanya mimi na yule mtoto ni wa kwangu. Basi hata siku moja nitakapotoka jela ama nitakapokuwa jela atahadithiwa ama kuelezewa kwamba baba yako yupo jela ama baba yako anaishi jela. Lakini bwana mimi kama mimi kumbe ujauzito sio wangu, kumbe mtoto sio kwangu. Ilivyokuja kubanishwa zaidi na kwa sababu babake jua akawa anataka kupata asset zaidi, kuna mshikaji akakutwa kwenye ile kesi. Na si mshikaji mwingine bali yule nilomkutaga kipindi kile anatoka na ubinti geto. Ni kwamba ni kuna siku nishakumtaga demu wangu Aisha anatoka kwa mshikaji geto yani na bodaboda. Kwa yule mshikaji kumbe ndio ujauzito ulikuwa wa kwake. Sasa hata pia kesi kawa haina mashiko tena ama ikawa haina nguvu tena kwa sababu kumbe mtu mwenyewe pia anaonekana tabia za kuchinjia na tabia za malaya hapa na pale. So huyu mzee kisheria sisi ilitakiwa sasa tuanze kumhukumu, tuanze kumrudishia mashtaka kwa kitu ambacho alitufanyia. Lakini mama yangu japo kuuza asset zake zote, kwa ajili ya kunipambania mimi kwenye kesi yangu, yani hakutaka kudai madai yote ya kesi ama kurudishiwa pesa yake ama kurudishiwa hela ambazo zilizotumika kwenye kuendesha kesi ama muda ambao ulipotezwa kwenye ile kesi. Mamangu hakutaka iwe hivyo. Kwa mamangu alichokifanya ama alichokitenda ni kusamehe tu, alisamehe. Na baada ya kusamehe hata pia yule mzee alikuja nyumbani kwetu, aliomba msamaha kwa kitu ambacho kilitokea. Mimi nilikuwa na maumivu mara mbili. Na maumivu kwanza, Aisha kanisaliti, kanibebea ujauzito ambao sio wangu. Na maumivu ambayo Aisha cancel masuala ya upendo mimi
mbele yangu amecancel masuala ya mimi kupendana na mimi kuhusika na issue yote ya mahusiano mbele yake. Aisha amecancel hapo. Na sasa kama nitarudi kwa Aisha, basi nirudi kwa ajili ya kumlea mtu mwingine, kitu ambacho nakuwa sio kweli na haisiani kabisa. Kwa kwanza hapa tunapoongea mimi na Aisha, mapenzi yetu ni basi yameisha, yamekwisha, yamefika tarama, yamefika tamati na amefika mwisho. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini pia iliniuma sana kuhusiana na mimi kutumikia adhabu kisa kumpa ujauzito Aisha. So nimempa ujauzito Aisha, lakini ujauzito ambao nilompa si wa kwangu wala si halali mbele yangu. Kwa mimi nimepoteza vitu viwili ambavyo viniuma sana. Na sio vitu viwili tu, pia tumepoteza hati zote kwa ajili ya upuzi wangu. Kwa jambo la muda mfupi, sio jambo refu sana, ni jambo kama mwaka mmoja hivi fulani hivi lilitokea, lakini lilinaribia pakubwa sana, linarudisha nyuma kwa kiasi kikubwa sana, linipotezea kwa kiasi kikubwa sana. Nini cha kujifunza ndugu yangu? Hakikisha au mahusiano na wanafunzi. Wanafunzi waacheni wasome. Tusije kuwa na mahusiano na wanafunzi kabisa. Tusio kwenye lengo hiyo. Yaani tuachane nao, yani tusihusiane nao, tusishwe nao, wala tusije kuwa kwenye mahusiano nao. Yani tujitahidi kwenye hilo. Asante sana.